na harakati wanaonuka harufu za damu za Watanzania. Nina maana yangu kuyazungumza haya ni kwa sababu sisi kazi yetu ni kuhimiza Watanzania wenzetu amani, amani, amani ndiyo kilio chetu kama Watanzania. Leo tumekuja hapa ukiwa ni mwaka mpya, nitangulize shukrani mimi pamoja na ndugu yangu Joseph Yona kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kunipa mimi afya njema na wewe unaotitizama na waandishi wote tuliokuwa hapa, kwa kutupa afya njema mpaka kufika hatua ya kuvuka mwaka kuingia mwaka 2026. Na Mwenyezi Mungu atuongoze juu ya watu wenye nia ovu na sisi, na watu wenye nia ovu na rais wetu, na watu wenye nia ovu na taifa letu. Napozungumza taifa letu, ina maana ninawaombea, tunajiombea Watanzania wote taifa letu liweze kuwa na amani. Shukrani za dhati sana kwa Mwenyezi Mungu. Tutaendelea kumshukuru daima daima daima. Leo tumekuja hapa, tuna jambo kubwa sana ambalo mnamo tarehe 27 ya mwezi wa kwanza tutakuwa na ziara special mikoa 15. Tutaondoka na waandishi, jamani msijali. Tutakuwa na ziara special mikoa 15 kwa ajili ya kwenda kuzungumza na vijana wenzetu wa Kitanzania. Haijalishi yuko chama gani, haijalishi ni wa dini gani, haijalishi yuko taasisi gani. Tunachokwenda kuzungumza na vijana wenzetu, uratibu huu tunaouandaa ni kwa sababu ya kwenda kuwaelimisha vijana wenzetu na kwenda kuomba wenzetu kuona umuhimu wa amani wa taifa letu. Tusikubali vitu ambavyo watu watakuja kutupandikiza, kwa sababu kuna mambo nitakuja kuyazungumza hapa. Kuna mipango ya baadhi ya chama hiki kimoja, wana mipango michafu huko mbeleni. Mtajiuliza haya mambo sisi tunayajua vipi? Tuliyazungumza kuhusu Oktoba 29, tukawasihi wananchi wasijitokeze. Baadhi yao walijitokeza, tutaki kulaumiana, ilishatokea, washajifunza. Sasa tuna mpango huo wa ziara. Mimi na ndugu yangu Yona natumia fursa hii kuwaambia wadau, kama inawapendeza, ni muhimu kutupa sapoti sana. Mimi sitaki kupepesa macho. Tupeni sapoti, tupeni chochote kitu amba angalau tupate nauli za kuzunguka hizi sehemu zote, kwa sababu nasema mwisho wa siku tusifiche aibu, tuzungumze ukweli. Tuzungumze ukweli. Tunaombeni sapoti yenu, tunaombeni nauli zenu, mtusapoti kwa ajili ya kwenda kuzunguka kuwapa elimu vijana wenzetu. Tutatumia ngazi, tutakwenda kwa mujibu wa taratibu za nchi zilivyopangwa, lakini natuma salamu kwa mheshimiwa waziri wa vijana. Tunahitaji kumuona, maana tushajitahidi sana kumtafuta. Tunagonga mwamba. Sasa tunatumia vyombo hivi vya habari, tunahitaji kumuona waziri wa vijana. Kwa kuwa sisi ni majenzi, tunahitaji kumuona waziri wa vijana, tumueleze hili lengo letu. Ikifika kipindi hicho tusiwekewe kipingamizi, tusiwekewe uzito, na tena tutaomba msaada kupitia kwake yeye pia kuweza kutusaidia watu tutakaowahitaji kwa ajili ya kwenda kuelimisha vijana wenzetu. Tutaanza mikoa 15, tutakuja tena tutapiga mikoa mingine, Mungu akipenda inshallah. Kikubwa Mwenyezi Mungu atupe afya njema tuweze kufanikisha hili. Hili ndio tangazo letu kuu muhimu. Lakini pia kama kawaida yetu huwa hatuachi. Tunapoona watu wamepotosha, sisi lazima tujibu, kwa sababu Watanzania wasiamini ujinga. Watanzania tunachopaswa sasa ni kukimbilia kwenye uchumi, sio kujirejesha nyuma kiuchumi. Tunazungumza haya, nimemsikiliza kiongozi mmoja wa chama kimoja, naweza nikamtaja, wa chama cha Chadema. Nimemsikiliza jana kwa umakini kabisa. Siku hizi wamegoma kuita kamera kwa sababu bajeti imewakatikia. Kuita waandishi hata kuwapa mazingira fulani, bajeti zimewakatikia. Wanachokifanya sasa hivi, wanatafuta mpige picha wao, wanarekodi wao wenyewe, ndio wanasambaza. Ndicho wanachokifanya, kwa sababu wanaogopa maswali ya waandishi wa Tanzania. Ndicho wanachokifanya hicho. Wanaogopa wataulizwa maswali na waandishi hawa wa nchini kwetu. Ndio maana wanachokifanya, wanarekodi wao wenyewe, wanasambaza. Ilishafanyika mara ya kwanza, na hii ni mara ya pili ambapo Heche amezungumza, amejirekodi tu yeye mwenyewe, kaeka bendera ya chama chake nyuma, kayazungumza aliyozungumza. Lakini katika mambo ambayo aliyolalamikia na kuyazungumza, kimsingi mimi niseme tu Chama cha Mapinduzi, mimi sio mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Huyu ndio mwenye chama. Mimi sina chama, kwa sababu kwa mujibu wa kwa ushakuwa na hizi kazi ninazozifanya, natetea serikali. Chama kikifanya vizuri ninakipongeza, lakini nashawishika kwa amia Chama cha Mapinduzi. Nashawishika. Sawa? Karibu. Hao wajomba wanachokifanya ni kukitengeneza na kukiboresha Chama cha Mapinduzi. Hawa Chadema wanakiboresha Chama cha Mapinduzi. Kwa namna gani? Wanatoa maoni kwa ajili ya kuweza kurekebisha kitu fulani, kwa sababu wanatoa maoni, wanatukana, wanalalamika. Ushanifahamu? Chama cha Mapinduzi wanasema kitaendelea kuwa bora kwa sababu
kinapokea maoni ya kila kona. Chadema wamelalamika, yale malalamiko wanalalamikia Chadema kama kweli yapo ambayo hayatekelezwi na serikali, kama kweli yapo, basi Chama cha Mapinduzi kitachukua, itaielekeza serikali yake, itafanya kazi. Ndio maana Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa chama kikubwa daima. Ninawaambieni tu ukweli, kwa sababu vyama vyote hivi kazi yake ni kupeleka ujumbe Chama cha Mapinduzi, na walioasisi mfumo wa vyama vingi waliangalia mbali. Nawaambieni tu ukweli, lazima kuwe na vyama ambavyo vitakuwa vinatoa maoni ili chama kikuu bora kiendelee kuwa bora. Jana nimemsikiliza Heche, leo jamani mtanisamee kidogo, jana nimemsikiliza Heche akilalamika zoezi la uchaguzi. Nizungumze kiuhalisia, Heche hana haki ya kulalamikia uchaguzi. Mwana Chadema yoyote ana haki ya kulalamikia uchaguzi, kwa sababu hawakutaka, hawakuzuiwa, wala hawakuwekewa kifungu cha kusema wasishiriki kwenye uchaguzi. Wakilalamikia swala la uchaguzi, kila Mtanzania atawaona wao ni wenda wazimu, kwa sababu hawakukatazwa. Kwa sababu kinachoshangaza, kitu cha kwanza, hawa wajomba hawakushiriki kwenye uchaguzi. Wanapata wapi nguvu ya kuweza kuyazungumza wanayoyazungumza? Wana ushahidi gani kama chama fulani kiliiba kura? Wana ushahidi gani? Vyama vilivyoshiriki kwenye uchaguzi, hakuna hata chama kimoja kilicholalamika. Mimi namjibu utubake, hakuna hata chama kimoja kilicholalamika. Vyama 17 vilivyoshiriki uchaguzi, wao hawajashiriki uchaguzi. Kiherehere cha nini? Wapunguze mwasho, watulie, haiwahusu wao. Walishajiondoa, wajipange miaka ijayo ili waweze kulalamika tena. Sasa hivi wanachotakiwa kukifanya, wakitengeneze chama chao ili mwaka 2030 wakishaingia kwenye uchaguzi, yakifanyika watakuwa na nafasi nzuri ya kulalamikia, kwa sababu unalalamikia jambo ambalo halikuhusu, linalowahusu. Wamekaa, na maana Chadema sasa imefikia hatua wanakuwa madalali wa watu wengine. Kwa nini uwe madalali wakati ni chama kinachojiamini? Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, na swali langu la kwanza kwa Heche. Kama kutakuwa na mtu mwenye ubavu wa kunijibu, anijibu tu ili na turidhishane. La pili, wiki kadhaa zilizopita nilikuwa nimetoka kidogo hapa mkoa huu, nilikuwa nimeondoka kidogo. Kuna sehemu nilikuwepo, tulikaa kama siku 20. Tulikokaa ni katika kuzunguka mitandaoni, nikawa naona zile mawasiliano katika mitandao ya kijamii ile, zile nani wanaita nini, TikTok nini sijui, zile conference sio kitu gani, ushanifahamu? Wakawa wanazungumza ni namna gani sasa hivi wanapanga uratibu wa kuandaa vijana majenzi, kutengeneza, kuwafundisha uasi ili wawe waasi ndani ya taifa lao. Hichi kitu kilinisikitisha. Niliona kuna blogi moja inaitwa Katunzi iliandika kwa ufafanuzi sana kile kitu, kwamba Maria Sarungi na kundi lake linalompa support inotokana na chama fulani, chama pale waliweka mabano. Lakini nimekuja kuwa na wasiwasi kama na Chadema kwa sababu zifuatazo nitakuja kuzungumza mbeleni. Sasa kama watu wamekaa wanajaribu kuandaa utaratibu wa kuwashirikisha vijana, kuwafundisha ugaidi kwa ajili ya kuja kuasi taifa lao, hii ni hatari kwenye taifa. Kijana mwenzangu, mimi kama jenzi mwenzako ninakushauri, wanapokuja watu wakakushawishi uingie chama fulani ambacho hakiko madarakani, usikubali. Wanataka wakutoe kafara ili mradi kwa manufaa ya fedha ya kwao wao tu. Ni waulizeni nyinyi majenzi ambao mpo hii leo, wote nyinyi na sisi hali yetu ni sawa, tunadandia daladala au viongozi wanaowashawishi kuwaingiza huko au wa Chadema, niseme ushanifahamu, wana magari yao. Je, jiulize, ulishawahi kupata mchango kutoka kwao? Baada kupata matatizo walioshiriki kwenye maandamano, walioumia wale wa Chadema wapo, yatakuja kuwekwa wazi muda si mrefu hayo mambo. Sisi hatutaki kuyaingilia kwa sababu serikali, tume inafanya kazi, sio jukumu letu sisi kuyaingilia. Hoja yangu, kijana jenzi mwenzangu, unanufaika na nini na hao viongozi wanaotaka kuwashawishi kufanya hayo mambo? Kwa sababu wana mpango wa kuandaa uasi. Lengo tu eti serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iondoke madarakani, Daktari Samia aondoke madarakani. Watu wanataka kuandaa uasi. Jamani, Oktoba 29 tulizungumza. Kama mlitupuuza, endeleeni kutupuuza na hili. Hawa watu hawana mkakati mzuri. Kama walienda kwenye vyombo vya habari wakasema nchi haitakalika, hawakumaanisha tu uchaguzi. Nabidi wahojiwe vizuri, na maana ratiba na taratibu wameanza kuzipanga. Kwa ili serikali, mimi ninaiomba
ifuatilie kwa kina. Kinachoandikwa mtandaoni kisipuuzwe. Kuna safari moja, kuna mtu mmoja alizungumza tutaenda kuchoma Lake Oil. Hiyo video mpaka leo TikTok ipo, kabla tukio halijatokea, na kweli kilivyotokea ile video mpaka leo ipo. Na kuna kiongozi mmoja nilimtumiaga siku moja, ushanifahamu, alizungumza tutaenda kuchoma mali zote za Lake Oil. Walizungumza hivi, na kweli ilipofika 29 yale matukio yakafanyika, na sisi tukazungumza jamani 29 1 2 3 4 5, tukapuuzwa. Maki ni kupuuzwa, tulionekana ni wenda azimu. Lakini baada kutokea, kuna baadhi ya watu wakatupigia, nyinyi taarifa mnazipata wapi? So tunazipata wapi? Kinachozungumzwa mitandaoni ndicho kinachokwenda kufanyika. Basi kijana anachokimaanisha, kijana huwa hana siri. Kijana anachokizungumza ndicho anachokimaanisha. Kwa niombe serikali yangu sikivu, serikali yangu pendwa, ili swala la vikundi vinavyotarajiwa kuundwa, serikali iwe makini sana. Yaani iwe macho, vyombo vya ulinzi. Sisi wa Tanzania asilimia kubwa tunaitegemea serikali. Ndio maana mlipotuambia Disemba 9 tusitoke, hatukutoka. Tunaitii na tunaiheshimu serikali yetu, na tutaendelea kuiheshimu serikali yetu. Hii ni mipango ya kina Maria Sarungi na wenzao wa kina Chadema na Imani, kitu kama hicho. Jambo jingine, watu wanalaumu eti wanasema utawala huu hali imekuwa ni ngumu. Acheni unafiki wa viongozi wa Chadema. Acha unafiki. Katika utawala ambao kila Mtanzania na uhuru wa kufanya kazi yake bila ya kubugudhiwa na mtu wa aina yoyote, utawala umeongoza wa awamu ya 6. Tuzungumze ukweli. Hatutaki kuzungumzia mambo ya nyuma. Tunazungumza utawala huu. Ukitaka kwa miindo, nenda Kariakoo, angalia magorofa yanavyoshushwa. Nenda mitaani, nenda vijijini, angalia maendeleo yalivyokuja. Hivi leo unaamini eti unasema maisha ni magumu. Maisha magumu, rudini kwa Mungu. Mwenyezi Mungu muda mwingine anaweza akashusha adhabu, akampa binadamu mwenzako, akakuadhibu, kazani yule binadamu ndo anakuadhibu. Hakuadhibu binadamu. Mwenyezi Mungu ana majeshi kibao ndani ya ardhi. Kwa tusijisi kama tuko salama. Tuachane na uongo unaotaka kutungwa na Chadema ili jamani, wanakuja na mpango mbaya, na waambieni ukweli. Wanakuja na mpango mbaya ili taifa mwisho wa siku litakuja kushika kichwa. Hiki chama sio cha kukichekea. Hawa watu, ndugu yetu yule ni Mlakichuli kama huyu bwana. Walakichuli bahati nzuri nimeenda kwao mwezi huu uliopita. Ndugu zangu, japokuwa ni watani wenzangu, lakini hawa wajomba wana hasira kweli kweli. Kwa wanataka kuchukua hasira za Kichuli. Jamani, sio wote, ni eche tu. Nyie wengine sina utani na nyie. Kwa hiyo kiufupi, mnapolalamika kwamba maisha magumu, maisha magumu ni kwa nini? Jiulize umetenda dhambi ngapi? Kama kijana, tupunguze uzinifu, tupunguze kutenda dhambi, turudi kwa Mungu. Maisha lazima atafunguka tu. Jengine, swala la maridhiano. Jana kazungumza swala la maridhiano. Niwaambie tu leo kweli, abadan Chadema hawatakaa wakakubali maridhiano ya aina yoyote. Wanajua wakikubali maridhiano chama chao ni dhaifu. Ndio maana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuja na 4R, wao wakaanza kuzinajisi, wakiamini ya kwamba tukiungana na 4R za Daktari Samia Suluhu Hassan zilivyoanza kufanya kazi, kwa sababu 4R zilishaanza kufanya kazi na walishapata faida wao. Kwa sababu ndani ya 4R waliopata faida sio Chama cha Mapinduzi. Waliopata faida ndani 4R za Daktari Samia Suluhu Hassan ni Chadema, kwa sababu walikuwa hawapo nchini. Wao asilimia kubwa ndio wamependelewa kuliko vyama vyote 17. Wamependelewa Chadema tu kuliko vyama vingine. Walikataa. Waliyakubali machache tu ya kuja hapa nchini ili waje wafanye vurugu vizuri. Lakini leo hii na waambieni ukweli, hawatakubali kitu kinachoitwa maridhiano. Wanajua akikubali maridhiano CCM imewini. Kwa hiyo serikali, ili mlitizame, hawa wajomba hawatakaa wakakubali maridhiano. Haya maneno yetu yakumbukwe, mtakuja kukumbuka. Lazima apatikane kiongozi mwenye kujielewa, kwa sababu wao wanatengenezwa mazingira. Chadema wanatengenezwa mazingira, ndugu yangu Yona, ya kukiandaa chama chao, kwa sababu wanapokuwa na maridhiano na wao wanapata nafasi ya kujipanga kutengeneza chama chao, kwa sababu hakina wanachama. Wanapata ruzuku, wanatengeneza wabunge, wanaingia bungeni, wanapata ruzuku ya kila aina. Lakini maridhiano hawataka kwa sababu ya uelewa. Usiingie kwenye siasa ukiwa na jazba. Elimu ni jambo la msingi kuiendea siasa. Kukataa maridhiano ni sawasawa kuua siasa yako wewe mwenyewe ndani ya chama chako.
sisi tunaiomba tu serikali yetu sikivu iendelee kufanya kazi kubwa sana. Mimi nimpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Unapaswa kuvishwa taji, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakupongeza si kwa unafiki, ninakupongeza kiuhalisia, na Mwenyezi Mungu aendelee kukuongoza. Watanzania wengi wanakuombea dua. Mama, baki na Mungu kama ulivyo unavyobaki na Mungu. Wanafiki wote watapukutika. Rais wetu, tulipoona Oktoba 29 vijana wamejitokeza wakafanya vurugu, rais akaona tatizo liko wapi. Akaona si wanalalamika kuhusu vijana, ngoja ni wawekee waziri wao husika. Hili ni jambo la kupongezwa kwamba rais ameanza utekelezaji kwa support vijana kabla siku 100 hazijatimia. Siku ya kwanza ya mawaziri tu rais ameshamteua waziri wa vijana, na waziri wa vijana wote sisi kama vijana tunamuona anavyozunguka. Jamani, tusisubiri kiongozi aondoke madarakani tuanze kusema afadhali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu atatuadhibu, nawaambieni ukweli. Tukienda kwa system hiyo, nchi haitakuwa nchi. Mtu kiongozi anapokuwa madarakani akafanya mambo mema, ni bora tuzungumze ukweli. Leo hii watu wanajilaumu jeshi la polisi. Sitaki kuyazungumzia, ni makosa makubwa sana. Hawa watu walisacrifice maisha yao na wao vile vile. Bila jeshi la polisi, leo hii mnalitukana jeshi la polisi. Bila jeshi la polisi, nchi ingekalika? Hebu yona niambie, nchi ingekalika? Sipongezi kilichotokea kwa watu, ila jeshi la polisi ni jambo la kupongezwa, kwa sababu wamehakikisha taifa linaendelea kubaki kwenye amani. Wameapa kuilinda Tanzania, na kweli wametekeleza yale ambayo wao waliyaahidi. Kwa mimi nizungumze tu kwa kumalizia, Watanzania tunapaswa kuiunga mkono serikali yetu. Tunayaona yanayotokea duniani. Msifikiri yakitokea madhara yanakuwa kwa viongozi tu. Si unaoumia ni sisi kuliko hao viongozi. Ninaona baadhi ya watu wajinga fulani, nitatumia hii kauli, hata Mwalimu Nyerere alisha kusema ujinga sio tusi. Ujinga ni mtu ambaye asiyejua jambo. Ushanifahamu? Ukimwona mtu anashadidia taifa lake liingie kwenye machafuko, huyo anapaswa kupimwa mara mbili. Watu yametokea kule nchi moja ya Venezuela, Watanzania wasema haya mambo bora atokee Tanzania. Hivi kwani wewe ni kichaa au ni mtu mwenye akili timamu? Hivi hao ndugu yetu wa Chadema, viongozi wao wengine wana akili kweli? Mimi sitaki kuwatukana kwa sababu na waheshimu wote, ni Watanzania wenzangu. Tunapaswa wote tugeuke. Hapa nazungumza sana geuza kibao kwa Gen Z. Hawa jomba wamesema hivi, Heche kasema hivi, ili niunganishe kwenye ile tukio ambalo alisema Maria Sarungi kwamba kuna vijana watawashawishi waende kwenye wakajiunge na vikundi vya uasi ili waje wasi taifa lao. Heche jana kasema atahakikisha anatumia vijana wa jaziba, wenye jaziba. Amezungumza haya maneno, atahakikisha anatumia vijana wenye jaziba wawe ndani ya chama chake ili waweze kupata matokeo ya haraka. Ina maana wanataka kuwatumia vijana ili wawaumize, ili wanufaike wao. Jamani, haya maisha ya duniani ni maisha ya kupita tu. Duniani popote kama unataka haki 100%, sahau, tembea popote. Nenda huko Marekani kunakosemwa, nenda huko Uingereza kunakosemwa. Hakuna binadamu mwenye haki ya 100%. Haki ya 100% unaipata kwa Mungu tu. Kama mwenye akili timamu utalifikiria hili neno. Utailaumu serikali bure, utalaumu kila kitu bure. Haki ya 100%, nenda kwa Mwenyezi Mungu, kifa utapata haki. Kama ulitenda haki duniani, Mungu atakulipa. Mungu hajai kuahidi uongo. Ndio maana wewe kila siku hujui kesho yako ikoje, hujui dakika 10 zako zikoje. Vijana wenzangu, tusikubali kauli ya Heche akisema taenda kuwashawishi vijana wajiunge ndani ya chama, tena vijana wenye jaziba, ili wakiwatuma nendeni mkafanye vurugu sehemu fulani waende. Hii kauli imenikwaza sana, kwa sababu tunaumia sisi wa taifa la kesho. Sisi ndio vijana, Gen Z ni sisi. Heche sio Gen Z. Heche sio Gen Z. Kwa hiyo vijana wenzangu, wa Tanzania wenzangu, tutafute ugali wetu, tutafute mafanikio yetu ya kesho, kuliko kujiingiza kwenye msara mkubwa kama huu wanaotaka kushawishi wao kama wao. Mimi niseme kwa siku ya leo, ya kwangu yalikuwa ni haya. Ninayo mengi, ila kwangu yalikuwa ni haya. Nikiwapa mengi nitawapasua vichwa bure. Ila narudia kusema tuna ziara yetu. Tunaomba serikali yetu na wadau wetu wote wafanya biashara wajitokeze kutusapoti ili tuende
kuelimisha vijana juu ya hawa watu wanaotaka kuwajaza Gen Z chuki kwa ajili ya kuweza kuharibu taifa lao. Asanteni na kwaherini. Assalamu alaikum. Nianze. Assalamu alaikum. Asanteni sana kwa majina, tunafahamiana. Naitwa Joseph Yona wa Chalinze. Lakini wakati naanza kuzungumza, kwanza tupongezane wa Tanzania kwa sababu nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ina uongozi thabiti, nchi yetu ina uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana timu yetu ya taifa leo tunapozungumza imeingia top 16, yani zile timu 16 bora, na leo jioni naamini tunacheza na Morocco. Kwa hiyo tujipongeze sana wa Tanzania kwamba tumefanikiwa kwa mara nyingine baada ya miaka 70 huko ambayo watu walikuwa wanacheza bila viatu. Leo wachezaji wanacheza modern football. Tumefanikiwa kuingia kwenye 16 bora. Tumepiga matimu mengi na tumedhihirisha kwamba sisi ni top 5 kwenye upande wa vilabu. Kwa hiyo tujipongeze sana wa Tanzania, na tunampongeza rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha anaipenda hii sekta ya michezo na anaipeleka mbele, na ndio maana kule kwenye upande wa vilabu tumeingiza vilabu 4 na tuko AFCON tunaendelea kucheza na kufurahia mpira wetu. Lakini baadaye naomba nizungumzie kuhusu ziara yetu. Mwenzangu hapa amezungumza kuhusu ziara. Ukweli ni kwamba mwezi huu tarehe za mwishoni hapo tutakuwa na ziara kwenye mikoa 15, lakini hiyo mikoa tutaichekecha hivi kwamba ile mikoa kama majiji 6 yale ndio tutaanza nayo, baadaye tutaenda na manispaa. Lengo kubwa ni kutoa elimu kwa vijana na kuwaonyesha vijana kwamba kuna sehemu ambazo zipo gap, lakini vijana wanaziacha, hasa upande wa wawezeshaji kwenye halmashauri. Mnajua, kila Mtanzania anajua kwamba kuna 10% kule zinatoka na 4% ya vijana walemavu na wakina mama. Lazima vijana twende tuwaelimishe namna gani waende kuchangamkia fursa hizi. Na wenzetu ninyi mnaotembea tembea mikoani na baadhi ya halmashauri, kwa mfano pale Mkulanga, ukienda kijiji kimoja pale Mipeko, kuna sehemu unakuta vijana Mwanambaya pale, vijana wamepewa mikopo. Sasa hivi ni mwaka wa 5, wametoka kuanzisha bajaji, lakini wameshatoka kwenye bajaji, wako kwenye maroli, sasa hivi wanaenda kwenye mabasi. Kwa hiyo vijana wa pale wamejiendeleza kwa sababu ya ile mikopo. Kwa hiyo vijana kama wale huwezi kuwakuta kwenye michakato hii ya kihuni ya vyama vya siasa, ambao watu wanaendesha V8 wanawadanganya vijana maskini wa Mungu. Lakini wale vijana wa Mkuranga na baadhi ya maeneo kama Chalinze, Dar es Salaam hapa wamewezeshwa na wameweza kujiinua kiuchumi. Na hata ninyi waandishi wa habari ambao ni vijana mnaweza mkaenda kule, kuna pesa za bure kule halmashauri. Sasa hivi baada ya gap ile ya kusubiri muda mrefu, kuna muda mrefu sana, pesa nyingi sana zimebaki pale. Kwa hiyo nendeni mkachukue mikopo ile ili iweze kuwasaidia muachane na hizi hulka za hovyo za kutoka nje za kutaka kulisabotage taifa letu. Lakini vile vile tutaenda kuelimisha kuhusu BBT. Kila mtu anafahamu mradi wa Building Better Tomorrow. Tutaona namna gani vijana wengi washiriki, kwa sababu huko ukienda huko Chalinze huko kuna mashamba ya 150 watu wanakodisha. Ukienda Mkulanga kuna mashamba ya 150 watu wanakodisha. Kwa hiyo tutaenda kuelimisha vijana. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kwenda mikoani kuelimisha vijana namna ya kukimbilia fursa za serikali kuu, fursa za serikali za mitaa, lakini fursa ambazo Rais Samia, Dr. Samia ametangaza siku 100 kutoa zaidi ya bilioni 200. Yaani hizi bilioni 200 ni za wote, sio za vijana. Kwa hiyo tutaenda kuwasaidia vijana waende wakazikimbilie zile bilioni 200, kwa sababu hata hii 4% tokea imeanza mchakato, pesa unaona zimetoka nyingi, lakini hata bilioni 200 ndio zinakaribia. Kwa hiyo tutaenda kusaidia vijana kuhusu hii michakato, ziara. Kwa hiyo wale wadau wote wenye uwezo wa kuwezesha kundi letu hili, karibuni sana, ili tuwezeshane, ili tuwafikie vijana, lakini tuweze kumsaidia waziri wa vijana na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na nchi yetu, kwa sababu tumepita kwenye kipindi kigumu. Hata ninyi ni mashahidi, watu wamechomewa biashara zao, watu wameumizwa, watu wamesabotejiwa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunalinda taifa letu kwa udi na uvumba. Na ninyi waandishi wa habari wazalendo, endeleeni kutusaidia kulilinda taifa, na ninyi kama mna uwezo mnaweza kutusaidia ili tuweze kwenda kuelimisha vijana ili kuweza kufikia malengo
ambayo wataacha kujiunga na makundi ya hovyo ya kulichoma taifa letu. Naomba nizungumze baadhi ya vitu kwa haraka haraka. Nimesikiza hotuba ya huyo Mrakichuri Heche, yeye muda wote anazungumza kwa hasira. Utafikiri anamkaripia mke wake. Mke wake alimkimbiza Nairobi, Kenya. Kipindi kile anachukua vijana wa Gen Z huko Kenya kuja kuwaimpeach vijana wetu wa Kitanzania nao waingie kwenye huo mkumbo, na bahati mbaya alivyowaleta wale vijana wamewafungia baadhi ya majumba, waliwafungia baadhi ya majumba ambayo tunayajua, wakawa impeach vijana wetu, wakaingia kwenye huo mkumbo, wakachoma taifa lao. Lakini bahati nzuri vijana wa Kitanzania waliobaki, maana vijana wa Kitanzania, Dr. Samia alisema kama kijana aliingia kwenye mkumbo atoke nje, wakatolewa nje. Wale waliobaki huko ndani ndio mtajua ni watu wa wapi. Kwa hiyo waliotoka nje hao vijana wamesema tarehe 9 Disemba vijana wa kujitokeza, wamesema tarehe 1 mwezi Januari vijana wa kujitokeza, wamesema Christmas vijana wa kujitokeza, na watasema siku zote vijana watajitokeza. Lakini nimemwona Heche anazungumzia Chadema haitashiriki maridhiano. Waandishi wa habari, mwambieni Chadema ni nini, kwa sababu chama cha siasa kinatakiwa kiwe na mbunge, diwani, wao kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo ile ni kama wewe ufungue uanzishe chama kinaitwa kamera. Yaani unajua Chadema is like empty bottle liko pale tu limekaa. Sasa anataka kushiriki maridhiano ya nani? Alafu pili, maridhiano, nani alimwambia maridhiano ni kati ya serikali, chama na chama? Yaani ukiona mtu amechanganyikiwa tu. Yaani chama cha siasa ndio kiende kwenye maridhiano. Maridhiano tunayazungumza ni kati ya Watanzania na Watanzania wenyewe na watawala. Yaani viongozi wanaweza kuona hapa kweli hatuendi, tunahitaji tuwachukue Watanzania, sio chama cha siasa. Vyama vya siasa vifanye kazi yao. Kuna Watanzania zaidi ya 60% hawana vyama vya siasa. Hawa platform yao ndio maridhiano na hivyo vyama vya siasa. Kwa hiyo tukitaka kwenda kwenye maridhiano, kama ni kumuita tutamuita Heche, atuichi Chadema. Tutamuita nani? Atuichi Chadema, atuiti ACT, atuiti nini? Maridhiano ni kati ya watawala na Watanzania sisi. Na ndio maana leo hata haya taasisi zinazoundwa, hizi taasisi zote hizi ziko kwenye maridhiano, ziwe taasisi za dini, ziwe taasisi ziwe binafsi, ziwe NGOs, wao Watanzania wa kawaida, wawe walimu, wote hawa ndio wataingia kwenye maridhiano. Kwa hiyo Heche aache kupotosha watu kwamba Chadema ni nani? Anashiriki kwenye maridhiano kama nani? Chama hakina diwani, chama hakina mwenyekiti wa serikali, chama hakina kiongozi yoyote, zaidi ni yeye ndio amekaa pale kuzungumzia Chadema. Sawa na mimi nianzishe chama tu, niite sijui cha nini, nianze kutoa matamko. Kwa matamko yake sisi tunaona ni kama ni empty things ambazo anazizungumzia. Kwa hiyo tuyaache yaendelee kuzungumza, kwa sababu huo ni upuuzi. Mimi naita mpuuzi, amekula kichuri, amelewa, anakuja kudanganya Watanzania kwamba kuna Chadema. Chadema haipo, ilishajitoa kwenye uchaguzi, isubiri uchaguzi mwingine wa serikali za mtaa mwaka 2029 washiriki ili waweze kupata uongozi. Lakini uchaguzi mkuu tarehe 29, mnajua, kila ninyi waandishi wa habari mnajua walijitoa wale jamaa. Sasa wanazungumziaje uchaguzi wakati watu wa kushiriki? Uchaguzi mkuu vyama vya siasa vimeingia, wao walisema sisi hatushiriki. Kwa hiyo kumbe kama walikuwa na ajenda yao kuchoma taifa letu, sawa waseme. Lakini kama ni uchaguzi mkuu, vyama ambavyo vimeshiriki uchaguzi mkuu vinajulikana, na vingine vimesimamisha wagombea urais. Kwa hiyo tumeenda kwenye uchaguzi mkuu, kiongozi mkuu ameshinda, na ndio kiongozi wetu, na bado tunaendelea kutamba naye, na ninajua taifa litaenda vizuri. Lakini kuna swala la utekaji. Nimemsikia Heche anazungumzia utekaji. Bahati nzuri, kitu ambacho anapongeza sana Dr. Samia, sijui wanajua, sijui hawajui, I don't know. Lakini kitu ambacho nakiona kwenye taifa letu, tuna waziri mkuu ambaye sisi wengine ambao tulikuwa upande wa pili, tulikuwa upande huo wa kupanua vidole baada ya kupanua akili, Chadema huko. Sisi wengine haya matukio mwaka 2012, matukio wakati yanaanzishwa na Chadema, matukio ya kuteka na kuua watu, ili kuisingizia serikali ionekane ni serikali ya watekaji. Dr. Mwigulu Nchemba anajua. Bahati nzuri waziri mkuu yuko pale. Kwa hiyo waziri mkuu ndio maana kila siku anasisitiza, mkitaka nitawaumbua, kwa sababu ripoti ya watekaji Chadema, na huyo Heche akiwepo. Na ndio maana mimi namwambia Heche kwanza ana laana, kwa sababu ameteka watu wengi, ameumiza watu wengi, na huyo muhaini ambaye yuko gerezani ameteka watu wengi, ameumiza watu wengi. Leo wanateka kijana wao, kwa mfano let's say Mdude. Wanamteka Mdude, wanamficha, wanamuua, wanajua wenyewe walichokifanya. Baadaye wanasingizia serikali, taharuki.
Lakini vile vile tuzungumzie kumhusu Ali Kibao. Mimi wakati Ali Kibao anachukuliwa, mimi niliwahi nikaiambia serikali aliyemteka Ali Kibao ni John Mnyika, na ndio maana mtamuona anaenda kanisani kutubu, na alienda kutubu. Kwa leo mnateka watu, mnaumiza watu, mnaisingizia serikali ya CCM. Serikali ya CCM iteke sisimizi wa nini? Yaani ninyi waandishi mjiulize, serikali ya CCM kwa nini simteke huyo Heche? Kwa sababu hao viongozi wakubwa wa Chadema majumba yao yako Masaki, majumba yao yako Salasala, mavieti yao yako Masaki, mavieti yao yako huko wanapokaa wakubwa, wanapokaa jeshi la polisi wakubwa. Kwa nini wahangaike na vijana wa Mbagara sisi watuteke eti kwa sababu ni Chadema? Kwa nini wasihangaike na mmoja ambaye ni mkubwa, kwa mfano Heche akitekwa huyu akipotea, kwa hili mwalimu tumemalizana naye? Kwa nini tuje tuende kuteka vijana wa kina Mdude maskini wa Mungu, vijana hata wajulikani, si wakina nani, si wakina Soka? Serikali haiwezi kuteka mtu kwa sababu inateka ili iweje, na ndio maana nchi inaendelea smoothly. Kwa hiyo watekaji ni wao, na ndio maana waziri mkuu, usiogope wewe, ikifikia kipindi wataje, kwa sababu ile ripoti mwaka 2012 ukiwa naibu katibu mkuu unayo na unajua haya mambo, yaseme ili Tanzania ipone. Na aliyekuweka hapo kwa waziri mkuu anajua kwa nini amekuweka hapo kwa waziri mkuu, ili ushughulike na wao wahuni wa Chadema, ili waweze kuacha mara moja kuteka Watanzania wa kawaida. Kwa hiyo vijana wengi hamjui, lakini nilitaka nigusie hili swala utekaji. Heche anaendelea kupata laana na chama chake kinaendelea kupata laana kwa sababu ni watekaji wakubwa, na bahati nzuri wengine walituteka, wengine walimwagiwa tindikali, mpaka leo wapo hai au waliotekwa na wakina Heche na Chadema. Mkiwataka tunawaleta fronti ili waweze kuaibika, japo nyewe mnatafuta content, sio mbaya. Lingine naomba nizungumzie kwa haraka kuhusu Jaji Joseph Sinde Warioba. Naona bado inaendelea kutengenezwa mkakati wa kumtengeneza Warioba kuwa mzee mwenye inatengenezwa huo mkakati siku nyingi sana. Lakini mimi naomba niwaambieni, sisi wengine tumekuwa na mzee Warioba, tumemchagua pale Bunda. Lakini ilipofika mwaka 95 tukamfukuza kwa sababu ni kiongozi mbovu. Bunda alikuwa mbunge pale kwetu Mwibara, tukamweka mzee Wasira huyu. Lakini niwaambieni leo, ninyi waandishi wa habari, jaribuni kuangalia, mtaona tu mzee JK mtaona anaenda Msoga kwao, mzee nani mtaona anaenda Hanang sijui Sumaye, mtaona wazee wastaafu hao wanaenda majumbani kwao, vijijini kwao kupumzika. Hata siku moja hamtamuona Warioba anaenda kijijini kwao Bunda kwa sababu aliharibu. Lakini mwisho wa siku sasa hivi sisi na Kombo pamoja na kupita huko mikoani, tumeambiwa na vijana, ukienda pale Kwara tunakuja kuwaletea rekodi Kwara pale Chalinze. Mzee Warioba na kijana wake wamezurumu Watanzania wa kawaida miaka nenda rudi, zaidi ya hekta na hekta. Wanamiliki ile shamba, wanalikalia kimabavu pale Kwara Chalinze. Kwa hiyo muda sio mrefu waandishi wa habari tutawaletea Watanzania wanaolalamika, ili serikali iende kuwasaidia wale vijana waliozurumiwa na Joseph Sinde Warioba. Kwa hiyo tusitake kumweka Warioba kwamba ni mzalendo. Mzalendo wa wapi? Sisi watu wa Msoma tulimfukuza na tumtaki. Lakini mzee Warioba ndio amekuwepo kiongozi kipindi cha Nyerere, kipindi anafanyika mambo ya hovyo, kipindi wakina Kambona wanafukuzwa nchini, kipindi wakina Bibi Titi wanafukuzwa nchini, wakina Warioba hao ndio wameshiriki. Kwa hiyo sitaki kutuonyesha si wa Tanzania ni wazalendo, na ndio maana ipo siku sisi tunaenda mbele, tunaenda kuzungukia vijana, tutakuja na mkakati wa kuwaonyesha katiba ile ya Warioba ile mnayoitetea, sisi tutakuja kuizungumza hapa na mtuulize maswali. Ile katiba ni katiba ya vita, sio katiba ya kusaidia taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa nataka nigusie, lakini waambieni tunaenda kuwapeleka waandishi wa habari Kwara mkazungumze na wananchi ambao Warioba na mtoto wake Kipi wamezurumu watu kule mashamba, na sasa hivi wanautaka sijui mtoto wake apate uongozi. Haupati uongozi ngo, na Dr. Samia Suluhu Hassan usimpe uongozi ngo, ili tuendelee naomba nimalizie jeshi la polisi. Naomba nizungumzie kuhusu jeshi letu la polisi. Watanzania, ninyi waandishi wa habari, nendeni mkawaambia Watanzania, hivi we mtu yuko kwenye uchaguzi huko maporini huko, anakuta huku watu wamechoma kituo cha polisi, anakuta watu wanachoma, kwanza hakuna maandamano na hajaruhusiwa. Leo unatoka porini maskini umeenda kusimamia uchaguzi, unakuta
wamechoma kituo cha polisi, watu wanachukua silaha, wamechoma vituo vya jeshi letu. Naomba nilipongeze, mimi naomba nilipongeze jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vyote 7. Naomba nivipongeze kwa sababu vimefanya kazi kubwa. Leo Watanzania tumefunikwa, hatujui, lakini kama tungejua ambacho kingetokea leo, nchi hii imekaa siku 2-3 tumeumizwa, lakini baadaye nchi yetu imetulia. Kuna nchi nyingine likianzishwa lile dude huwa alipoi, ni miaka zaidi ya miaka. Kwa mimi na watoto wangu hapa nchini naendelea kulipongeza jeshi la polisi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, viendelee kufanya kazi, visikasirishwe wala visitengenezewe mazingira ya kuonewa na mtu yoyote. Waende mbele, wasonge mbele. Kamishna Wambura na makamishna wengine na viongozi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, na wapongezeni kwa kazi nzuri mlioifanya ya kulitetea na kulilinda taifa letu. Baada ya kusema hayo, naomba niseme asanteni sana na Mungu awabariki. Karibuni kama kuna maswali, kama hamna. Tuna imani maswali hamna. Kuna moja sasa. Njoo huku tukusikie vizuri. Njoo. Njoo. Au hapa. Sawa. Tunakusikia. Karibu. Hayo tu. Swali zuri sana. Serikali inashindwaje kusambaratisha? Serikali imeshasambaratisha genge la watekaji, na ndio maana hakuna utekaji mpaka leo, kwa sababu haya masuala yameanza mwanzo 2012. Hata serikali wenyewe mwanzo, wakati yanaanza, walichanganyikiwa wakafikiri ni ndani ya serikali, lakini mwisho wa siku wamefuatilia matukio, wamegundua ni ndani kwa ndani. Sasa kuna mtu mwingine unaweza kuteka, kwa mfano hata dada yetu wa CCM alichukuliwa, kumbe ni mume wake amemchukua, amemkatakata mapanga. Mnafahamu Kinondoni, alikuwa mwenyekiti wa kiongozi wa CCM UWT pale Tandika, alichukuliwa. Kwa hiyo masuala haya yanaweza kutokea, kutekwa kifamilia. Lakini kama wale vijana wa kina Soka walitekwa na ndugu yao wa pikipiki, ilipotea mwaka mmoja, wakapigiwa waende kuchukua pikipiki yao. Lakini haya masuala ya kisiasa ya utekaji yameshakoma, mpaka sasa hivi hakuna masuala ya utekaji, na ndio maana serikali inaendelea kuchukua hatua. Na sisi hata waziri mkuu alipowekwa pale, msifikia amewekwa makusudi, kwa sababu haya masuala akiwa naibu katibu mkuu na alikuwa waziri wa mambo ya ndani anayajua, na ndio maana sasa hivi mnavyoona masuala ya utekaji yamekoma katika taifa letu, na yataendelea kukoma, na sisi tutaendelea kutoa taarifa. Mimi na Komo tutaendelea kutoa hizi taarifa za watekaji, yani bila kuogopa. Yani tutasema kama ni Heche ameteka, tutasema. Kwa hiyo masuala ya utekaji yamekoma na nchi yetu inaenda vizuri. Swali zuri sana. Na akili wewe. Haya, tunajibu maswali yenu jamani. Haya. Kwa sababu tuna siku za kujiandaa kwa ajili ya swala hili, ndio maana tumesema ni mwishoni. Sawa, tutakuja kuzungumza hii. Tumewapa pilot kwamba tunataka kufanya hiki kitu kwa ajili ya kusaidia vijana waelewe mambo ya halmashauri, waelewe sijui nini, lakini na mambo mengine ya vijana, na kumsaidia waziri wa vijana na waziri mkuu na mheshimiwa rais na viongozi wote wa serikali. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza, kutaja budget ambayo tunahitaji kupitia kwa vijana hao, lakini mikoa 15 na mingine,
lakini na hiyo ziara inaanza lini na account number, kila kitu tutatoa, wala msio na wasiwasi. Kwa hiyo ndio maana leo tumetoa pilot, lakini mwisho wa siku tutakuja na kiongozi wangu hapa, tutakuja kusema sasa ni taasisi gani tunayopitia na tunaendaje. Tunashukuru kwa kushiriki jamani, asanteni. Maswali ni mada yameisha.